ikanifanya nifikiri juu ya maandiko ambayo yako kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 9. Ukisoma kuanzia mstari wa 8 na nitasoma. Maandiko yanatoa mfano mmoja hapa na naomba unisikilize, nitakuwa nakaribia kumaliza. Maandiko yanasema hivi: siku moja miti ilitoka ili kutia mmoja wao mafuta uwe mfalme juu yao. Wakauambia mti wa mzeituni, tawala wewe juu yetu. Lakini huo mzeituni ukawaambia, je, niache mafuta yangu ambayo kwangu mimi watu humheshimu Mungu na wanadamu, ili niende nikayongeonge juu ya miti? Kisha miti ikauambia mtini, njoo wewe utawale juu yetu. Na mtini nao ukasema maneno sawa na mzeituni. Na baadaye miti ikaiambia mzabibu, na mzabibu nao ukatoa sababu sawa sawa na ile miti mingine miwili. Halafu miti ikauambia mti wa miba. Mti wa miba, hapa nasoma unisikie. Miti ilipokosa kwa mzeituni, kwa mzabibu na kwa mtini, ikaenda kwa mti wa miba, ikasema, wewe mti wa miba, njoo utawale juu yetu. Na mti wa miba haukusema kama wale wengine. Ulisema, mnanitaka niwatawale? Basi njooni hapa mtumaini juu ya kivuli changu. Na kama mtu hatataka kuja chini ya kivuli changu mimi mti wa mwiba, moto na utoke umteketeze. Na moto utateketeza misitu yote ya Lebanon. Sasa nataka kusema nini? Nataka kusema umuhimu wa kuwa na watawala wenye hofu ya Mungu. Umuhimu wa kuwa na watawala wanaompenda Mungu. Wakati mwingine Wakristo, na alisema mwenyekiti wangu kipindi kile, tunapowaambia Wakristo, nyinyi mliosoma, nyinyi wenye nafasi, nyinyi kachukueni wenyekiti wa vitongoji huko, kuweni madiwani kwa chama chochote mnachokipenda, kuweni wabunge. Wakati mwingine Wakristo tunaposema, mnaweza kuwa na majibu sawa na hii mizeituni. Kuna watu wanafikiria kwamba kuwa kiongozi wa serikali ni kama kuasi imani yako. Sio kweli. Kama kuna hatari ya hatari kabisa, ni kuitwa na mti wa mwiba halafu twende tukakae kwenye kivuli chake. Itabidi uvae gambuti miguuni na hata sijui wapi na huku. Kwa sababu utakaaje hapo? Masalia yaliyoko kwenye kivuli cha mti wa mwiba ni nini? Ni miba. Utakaaje kwenye kivuli hicho? Inawezekana mko hapa mnayoshuhudia uonevu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakuu wa idara, kuna viongozi ambao hofu ya Mungu haiko ndani yao. Na nyewe mmekataa kusoma. Hata mkisoma kidogo tu mnajikadiria, hamtaki kuwa wakuu wa idara, hamtaki kushika nafasi mbalimbali. Ukiwa mwalimu basi umeridhika, unaona kama wizara ya elimu ina wenyewe. Soma basi mpaka uende huko. Wewe ukiwa mzabibu utatusaidia, utaisaidia nchi hii, watu wakapata neema kwa nafasi ulionayo. Sasa sisi tunawaambia, kagombeeni, nyinyi ni mizabibu, nyinyi ni mitini, nyinyi ni mizeituni kwa vyama vyenu, wala msituambie hapa, lakini kagombeeni hizo nafasi. Tunataka tuwaone watawala wenye hofu ya Mungu. Na kama hamjui, sikieni waambie, ukisoma kitabu chote cha Malaki, kitabu cha Malaki kinaongea juu ya makuhani na kinaongea juu ya nafasi ya makuhani. Ukisoma maandiko yanasema hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, hata ile iliyopo imetoka kwa Mungu. Wewe unaelewa nini? Mamlaka ya mtawala yoyote lazima iwe ina mahusiano na nguvu za kiroho. Sasa itategemea ni nguvu za kiroho za nani. Kwa sasa labda tunaona uamsho wa miungu katika taifa. Tunaona sasa mambo ya mizimu yanapata platform mpaka kwenye media. Maana yake taifa letu linapitia kwenye uamsho wa miungu. Inawezekana tukijiuliza hapa, wachungaji na maparoko na maaskofu, nani anaenda zaidi kwenye ikulu zetu zilizoko zote kwenye sehemu mbalimbali ya nchi yetu na kwenye maeneo makubwa ya maamuzi katika nchi yetu? Nani anaingia kwenye milango ile kati ya wachungaji na maaskofu na mashehe wanaoenda kuomba na kati ya machifu na waganga wa kienyeji? Nani anaingia zaidi? Manake makuhani wakipoteza nafasi yao kuzifanya mamlaka zitawale, shetani anatawala nchi. Hakuna mtu atatawala kwa msaada wa shetani halafu akawa mwema. Biblia inasema shetani yeye haji isipokuwa achinje na aharibu, lakini Kristo alikuja tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kama
kama ukuhani wa nchi, dini zote zinazomwamini Mungu aliye hai hazitakuwa na nafasi ya kuwa sosi ya mamlaka katika wale wanaotawala, kuwaambia waogope Mungu kiroho, kwa sababu kwa kawaida hakuna mtu atakuwa mwadilifu kwa mafundisho ya baba yake na mama yake. Lazima awe na nguvu za kiroho. Hata nyie mlioko hapa, kama unaogopa kuiba, sio kwa sababu hujui mbinu za kuiba, ni kwa sababu kaimani kanakwambia sasa ukichukua mabomba ya hospitali, yule mgonjwa alitakiwa achomwe nao akifa, huoni kama umeua? Ukikosa hiyo, utauza hata na Panado, wafe huna habari. Utashika na sirinji za wajawazito, zile mipira utauza, wamekufa shauri yao. Nyinyi mnaonaje? Mnaona taasisi mbalimbali zikiwa na kivuli cha miti ambayo tunaweza tukatumaini, au mnaona miba na mnaambiwa usipokaa kwenye mwiba moto na utoke ukuteketeze? Sasa mwaka huu ni wa uchaguzi. Kwanza nyinyi ambao hamjajiandikisha, kama mpo mtubu, kwa sababu sasa hamtapata nafasi ya kupiga kura. Lakini tuliwahimiza mkajiandikishe, si ndio? Lakini pia na ninyi wenye nafasi ya kuchaguliwa, kachaguliweni sasa. Vyama chagueni wenyewe, kachaguliweni. Na mimi nasema hivi, ukishaona unataka kuchaguliwa, sema tukuombee. Usituambie cheo chako, lakini sisi tutakuombea. Halafu na nyinyi mnaochagua, unaona huu hapa mwiba, huu hapa mzeituni, mnakuwaga na shida gani? Mnapenda tu mwiba, mna shida gani? Mna shida gani nyinyi? Na kwa sababu sasa tutakosa kivuli. Ukifikiria ni poa, haya watoto wako watakaa kwenye miba, tungehitaji kufikiria. Lakini pia tuombee sana. Unapoombea nchi hii, wakati mwingine ukitaka kuiombea, usiombe kishabiki, usiombe kichama. Maana kuna wengine mnaomba lakini mnaomba kichama. Ukitaka kuombea nchi lazima ufikiri pamoja na mimi hivi. Cha kwanza uelewe Mungu ndiye mfalme wetu.